Sasa Ibla, unajua leo ni tarehe moja Mei, siku ya wafanyakazi, lakini pia ni siku ambayo vijana wenzangu kama mimi tunakuwa tunakaa sehemu mbalimbali, tunabadilishana mawazo mbalimbali. Sasa leo mimi nataka niwape story ambayo kama wewe ni kijana wa kuanzia miaka 25 kuendelea, kuanzia miaka 20 kuendelea, hii story inaweza ikakusaidia sana. Unajua miaka ya nyuma kuna watu wawili walikuwa wako India, na kipindi kile walikuwa wameenda masomoni, walikuwa hapo chuo kikuu. Kwa wakati wameenda kule, kipindi hicho India ilikuwa ni moja kati ya nchi maskini sana. Watu wake walikuwa ni watu masikini kabisa. Kwa hiyo wakati wameenda kule, wao wametoka Marekani, ni watu wameishi maisha mazuri, wana pesa, wazazi wana pesa. Walipofika bwana India, wanaangalia watu, wakaona watu wengi sana wamekaa barabarani, wengi sana. Alafu walipokuwa wamekaa barabarani pale, wale watu walikuwa wako peku. Kwa hiyo sasa mmoja akasema, aisee, wale watu wako peku bwana. Cheki walivyokaa wengi, sijui kuona watu wengi namna hiyo. Lakini mmoja akawatazama kwa tofauti, akasema aisee, cheki ile biashara ya Eboebo pale. Kwa hiyo kuanzia hapo mmoja akawa ameondoka na wazo la biashara, alafu mwingine akaondoka na ile tu mtazamo kwamba nchi ya India ni maskini. Lakini yule mmoja alienda akasema kwamba mimi ninaona biashara. Kwa nini? Kwa sababu aliona watu ni wengi, alafu wako peku, hawana Eboebo, hawana viatu. Kwa alichoamua kufanya nini? Akaamua kuchukua lile wazo lake la kutengeneza Eboebo, akaanza kulifanyia kazi. Baada ya muda mrefu akaja akamwambia mshikaji wake, bwana, mimi naona nina wazo kubwa sana la biashara, nataka nikalifanye hili. Kwa hiyo mimi naacha chuo, naenda kupiga zangu hilo wazo. Kwa hiyo yeye akawa ameenda kufanyia wazo lile kazi. Baada ya hapo akawa ametengeneza kampuni kubwa sana ya kutengeneza hizi Eboebo ama viatu vya plastiki ambavyo saizi ni maarufu sana na vinaonekana vipo mtaani. Sasa hebu niambie, katika matatizo mengi ambayo unakutana nayo mtaani, wewe unachukua take home gani? Je, huaga unakuwa na wewe kama mtu anayesema kwamba anaona matatizo au unaona fursa katika matatizo? Wewe kijana unaweza kujibu hilo swali. Lakini kwa wale watumishi wenzangu kama mimi, watu wa afya especially, madaktari, manesi, laboratory na watu tofauti, napenda kuwakumbusha tu kitu kimoja, kwamba sasa hivi tuko katika era ambayo madaktari hatuwapi muda watu wetu kuzungumza. Unakuta mtu kaja ana shida ya meno, ana shida ya kinywa kutoa harufu, lakini daktari unafika pale unamwambia tu lala hapo, unaanza procedure, kitu ambacho watu wengi siku hizi hawapendi. Kwa hiyo wanakosa ile huduma ya kupewa muda, ya kusikilizwa. Mwingine anakuja pale ana hasira, ana complain na kadhalika, ana chuki, anatamani ya kuelezea daktari, lakini haumpi muda. Sasa mimi nitoe wito kwa madaktari wenzangu kwamba tunao wajibu wa kuzungumza na watu wetu ili kusudi wapate kutoa machungu. Mwingine sio ana shida tu ya kuzungumza na wewe. Hebu niambie kwenye comment ndugu yangu, tarehe 1 mwezi wa 5 leo, unahisi madaktari wa kinywa na meno tuongeze kitu gani katika taaluma yetu?